kisha uondoke. Asante kwa kutukumbusha pia kwamba hata tukiona kama tumefinywa sana, lakini hatujaisha na hatuishi. Asante sana mchungaji, nashukuru Mungu kwa kila kitu. Nataka nichukue nafasi hii nimuite MCA wa area hii Gituge Ward aje na kwa chini ya dakika moja atoe salamu zake na kisha anirudishie kipaza sauti. Karibu sana Wairagu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tumefurahia. Si Mungu ako hapa. Kabla sijasema mimi ni nani, najua tuko na MCA wenzangu, elected MCAs ambao wako hapa. Ningeuliza wasimame tu, wasalimiane dakika moja, Roseko 2010 alafu na mimi niendelee. Elected MCAs ambao wako pande hii na wako hapa. Wave tu. Nimeambiwa wave tu, naambiwa tu wave tu. MCA wote, kwa sababu tuko na mahali mengine tunaenda pale, tuna nafasi nyingine ya kuzungumza. Wataje majina yao tafadhali. Okay, sawa. Ni mataje majina. Tuko na Mheshimiwa Riz, the deputy leader majority pale Murang'a. Tuko na Mheshimiwa Mwangi Mpesa, ndio mkubwa wa kamati ya education pale Murang'a. Tuko na our own Grace Sete, Mheshimiwa kutoka Nyaile, na tuko na Kasarani kutoka Kasarani, Nairobi mwingine, Kapatu kutoka Kabale, kutoka Utawala, Ruiro, Mheshimiwa Ruiro kutoka pale Murang'a. Mheshimiwa mwingine pale jina? Catherine from Machakos County. Kuna mheshimiwa mwingine pale ambaye ni mrefu kama mimi, Emma kutoka Nyeri. Kuna mheshimiwa mwingine pale ile, Anastasia Machakos. Mwingine hapo pale. Kuna mwingine hapo pale nyuma. Kwa hivyo waheshimiwa wote karibuni, na kuna mheshimiwa kutoka pale Murang'a ako pale, lakini tasalimiana. Mwingine Your Excellency, my Deputy President, kwa sababu ya my Deputy President for now, mimi naitwa Wairagu Edwin, na mimi ndiye MCA katika eneo hili. Ile tutasema kwamba tumemkaribisha hapa na moyo msikie hapa ni kwenu, kwa sababu area hii hatuseme mambo mengine, tunasema ni vile tutuelekeza, na hiyo ndio tutafuata. Nakumbuka wakati tulikuwa nawe pale Goto, ukazungumza mambo mengi pale, na ukweli kwamba ulikuwa media hii itakuja hapa, na kana siku imefika ambayo imefika ndio hii. Na ningesema kwamba watu wa Gituge vile tutaambiwa na hawa viongozi wetu, vile wanatuambia kama wewe tuko tumeambiwa pale Bereni, tafadhali tufuate hivyo hivyo. Tuko tumeambiwa tufuate njia hii, tukafikiria zini wajaje tukaenda hivi na hivi, lakini sasa tufuate vile hawa viongozi wetu wanatuambia, tunajua kwamba tutabarikiwa. Tunawapasi ya kuongea ingine, sitaongea mengi hapa, lakini najua tuko pamoja na nyinyi. God bless you so much. Asante, mpigieni mheshimiwa makofi. Kwa hivyo tunataka kwenda haraka haraka kwa sababu tuna mkutano mkubwa pale Gituge, na kwa hivyo si wengi watazungumza hapa. Nataka niseme kwa ruhusa yako mchungaji na kwa ruhusa wa viongozi wetu wakiongozwa na mheshimiwa Rigi G, Second Deputy President, kwamba sisi tumefurahi vile mmekuja huku na tunawakaribisha sana huku Gituge. This is Gituge Ward, Mathioya Constituency, Murang'a County. Na ningetaka kwa ruhusa yako Your Excellency to recognize about 3 MCAs who have worked very closely with me in organizing this particular event. That is Mheshimiwa Ruiro, Mbiri Ward, Keti. Mheshimiwa Mwangi wa Mpesa, Ginda Ward, Keti. Mheshimiwa Kagori, sijui yako wapi? Ako nje, asante, pamoja na waheshimiwa wengine. Your Excellency, I would also like to pass the
nani Mheshimiwa Jamli Kamau ametuma pole zake, akasema kwamba hataweza kufika kwa sababu kama unavyojua ameachwa na mamake mpenzi na wako na ibada kule nyumbani, na kwa hivyo nataka kuleta his apologies. He will not be able to join us. Your Excellency, I do not want to say many things. I just want to take this opportunity to say that I thank God kwamba hatukufa siku ya Jumapili, kwa sababu kuna watu waliokuwa wamepanga kumuua Deputy President Rigathi Gachagua. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu ni Mungu tu aliyemuokoa pale, yeye pamoja na sisi tuliokuwa pale. Na ninataka kusema kwamba leo nimeona tumetumiwa askari polisi kuja kutulinda, na tunashukuru. Lakini kuna swali moja, je, wewe Rais Ruto, ni lazima ugegoja mpaka kina mama na watoto wateswe kule kanisani, wapigwe na tear gas ndio utume askari? We want to tell William Ruto that security is not a favor that he dispenses in bits and pieces to those who pleases him or those who please him. Tunataka kumwambia usalama ni haki yetu, na tunataka usalama uendelee. Na tunataka tumkumbushe pia kwamba hatujaona askari waliohusika wakitiwa baroni. Kwa hivyo hii kututumia askari hapa kutulinda, mimi naona ni kama vile imeandikwa katika Biblia kwamba Mafarisayo walikuwa wanaosha kikombe kwa nje, ila ndani bado kuna uchafu. Kwa hivyo tutakumbuka na tutaamini kwamba William Ruto anataka kutupatia usalama, tukiona wale askari ambao walitajwa kwa majina na nambari zao za simu kutolewa wakiwa wametiwa mbaroni. Hapo ndipo William Ruto utakuwa umeosha kikombe hata na ndani, wacha kuosha kikombe kwa nje. Biblia inasema kwamba Mafarisayo walikuwa wanarembesha makaburi kule juu, ila ndani ni uozo wa mwili uliojaa kule. Sisi tunataka wale waliohusika kule Nyeri watiwe mbaroni, ili tujue kwamba Rais Ruto anataka kutupatia usalama. Na mwisho kabisa, ili niweze kumuita my party leader, nimwambie kwamba kama kuna deni ambayo Rigathi Gachagua, kama Ruto kuna deni analodai kutoka kwa Rigathi Gachagua, atuambie, sisi wananchi tutachanga tumlipe deni yake, achane na Rigiji. Na mwisho kabisa, ili niketi niseme kwamba unaweza kuamini Mungu ama ukaabudu mashetani. Mungu ninayemjua ni Mungu ambaye hadai damu ya binadamu. Sasa mimi nataka kumwambia Ruto, wewe sioni kama unaamini Mungu ambaye tunahubiriwa hapa, na kama umwamini Mungu ambaye hadai damu, utuambie mashetani unayoabudu basi yanayoitisha damu ya watoto. Manake umeua watoto wetu wa Gen Z, ulitaka kuua wengine kule Wetima Odhaya. Waulize hao mashetani, kwani wanataka damu kiasi gani, ili umtafutie. Na kwa hivyo sisi hatufanyi siasa kanisani, ila tunasema kwa sababu ulitushambulia kanisani, na sisi tunakujibu kanisani. Na mwisho kabisa, kama ni Rigathi Gachagua aliyepanga wale wahuni, Ruto utuambie ni nani alipanga kule kanisa la Kiambaa kule Eldoret mwaka wa 2007 na 2008. Na mimi mchungaji, unajua ni mtu wa kanisa, I'm a man of faith. I actually don't do my politics in church. Yakiwa amesemwa hayo, nataka nichukue fursa hii sasa kumuita my party leader, the one who makes Ruto lack sleep at night, the one who gives William Ruto the worst nightmares in this country, and is none other than the second deputy president Rigathi Gachagua. Atuendeleze. Karibu sana mheshimiwa. Asanteni. Tafadhali tuketi. Thank you. Afadhali tuketi.
the Reverend James Wambogo, Vicar in charge, Gituge Parish, and the clergy, viongozi wa kanisa hili, viongozi wenzangu ambaye tumekuja hapa pamoja, members of parliament, senators, MCAs, andu agituge murega Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe iria iciarĩra Mwathani agocwo. Hapa sisi wengine watu ya tunataka various begin
Tuko na former MP Peter Kimani. Still in the same category. Tuko na Secretary General wa Jubilee Party. Rafiki yangu. Tulisoma naye katika university. Alikuwa anafanya sheria, mimi nafanya political science. Sasa umetoka sheria umekuja kwa siasa karibu. Mheshimiwa Wekesa, pigeni makofi. Tuko na Secretary General wa DCP Hezron Obado. Tuko na Jane Budia kutoka Democratic Party. Tuko na James Macharia kutoka Democratic Party. Tuko na Zak Kenodia, Deputy Secretary General wa Jubilee kutoka hapa Kigumo. Tuko na wale wengine wanataka viti ya ubunge. Tuko na Mheshimiwa Mabati kutoka Githunguri, pigia makofi. Tuko na wakili Boniface Nyamu Kasarani, pigia makofi. Tuko na Karicho kutoka Lari, pigia makofi. Tuko na Kangara GN kutoka Githunguri, pigia makofi. Tuko na Mudhoni Nyaga kutoka Runyenjes, pigia makofi. Tuko na JB Gachanja kutoka Kandara, pigia makofi. Tuko na Wangeshi Wabue kutoka Moya, pigia makofi. Tuko na George Kibuko kutoka hapa jirani Kagera. First tuko na Liz Bungwa anataka William Ranga. Tuko na Ndegwa Njiru. Ya Kenya, unajua wakili Ndegwa Njiru? Haya, tuko pia na Plagia Mudhoni Women Rep Ranga. Pia tuko na Brexit. Tuko pia na mheshimiwa mzee wetu wa heshima, the Honorable Joshua Toro kutoka Kandara. Then hapa tuko na members Mwafrika kutoka Roysambu Nairobi. Kijana wetu James Munyoro MP for Kigumo. James Mwangi Gakuya Wazega Embakasi North. Mheshimiwa Meja Dong Embakasi Central. Nyandaro, the MP for Kipipiri, the Honorable Wanjiku Mohe. Tuko na mama wetu, our cousin from Machakos, the women rep for Machakos County, the Honorable Joyce Kabene. Tuko na wakili wetu ambaye ni mjumbe wa Katanga, wakili Edward Murewe. Tuko pia na Gadamuke Mono there. They go out to weather. Wakati sisi reverend leo tumejaa kanisa yako, utatuambia pia kama sadaka imeongezeka. Itakuwa makosa tukiwa wengi namna hii kwa sadaka ni vile tunatoa kawaida. Tuko na senators. The senator for Laikipia, Senator Don Keywa. Tuko na Senator wa Kitui, Senator Wambua. Tuko na kijana wenu hapa Kitungati, Senator wa Murang'a John Nyoto. Tuko na Senator na kiongozi wetu wa jamii ya Maa, the Senator for Kajiado, Senator Sek. Tuko na mtaalamu professional wetu ambaye alisaidia mzee wetu Mwai Kibaki kutoka hapa Murang'a, Professor Kagwaji. Tuko na MP for Tetu, Mheshimiwa Geoffrey Wandeto. Ili ana MP tumesahau.
Karibu sana. Tuko na MCA wa wiki. Asante sana. Wamafati anasimama hapa Madera. Mora anasimama pale Nairobi. Na Kongo kutoka pale Roiro. Pemwa kutoka Kasarani. Gasheri kutoka wapi? Gasheri hapa Murang'a. Haya, asante sana. Thank you. Dio haya niandikiwe wengine nitawataja. Keteni nitawataja. I'll mention you. Before I call the principals waongee, wacha niulize on behalf of the former legislators. Mzee wetu Maina wa Kamanda akuja aseme moja. We benefit from your wisdom because you have been around for a long time. Mzee Kamanda. Wakisha hapo. God is good. And all the time tusalimiana hivi. Asanteni sana viongozi wetu wakiongozwa na kinala wetu wa DCP na viongozi wote na mzee wetu wa nguvu sana hapa anaitwa Kalonzo Musyoka, mtu ambayo namjua kwa historia ya kusaidia Kenya hii. Mama wetu Martha Karua ambao tumeenda hatua sana kisiasa Kenya hii. JB Muturi my brother ambayo ako na chama ilikuwa yetu ilifuma sana, wote tulichangia kama DP, viongozi wote. Mimi nimeitwa hapa tu kwa jambo moja. Kanisa sisi Martha na wengine tulienda Eldoret tukiwa na Mwai Kibaki kuzika watu 28, Martha ulikuwako, mimi nilikuwako, ambao waliuawa kwa kanisa. Na saa hii tena tumepata shinda ingine ambao vile vile watu wanataka kuuawa kwa kanisa. Mimi nawauliza viongozi wetu ambao wako hapa mbele yetu, Kenya yetu ya excellencies ambao muko hapa, iko mkimononi mwenu sasa. Mutuweke kwa matope ama tuondoe huu muuaji tafadhali. Muchikane ndio tuondoe muuaji kabla hanjaua zizi zote. Tuko pamoja? Na mimi ninataka kusema njia mwafaka ya kutoa huyu muuaji kwa kiti. Mzee wetu hapa wa kutoka Ukambani, nampenda sana Kalonzo Musyoka. Wewe umefunga karibu coast kukunja baka mahali inaitwa Ukambani. Umefunga kula yako hata ikienda wapi iko mkononi mwa nani? Mwa Kalonzo. Wale kina Eugene na natembea kule, ninasikianga wakisema kila wakati wataungana chama yao kwanza injenge Western ndio tuje pamoja. Wacha niwaambie sisi wa Kikuyu, ukisikia Mkikuyu, ukisikia Wakabila, Martha Wakabila ni Mkikuyu tu Kenya hii. Wale ambao tumezoea siasa hiyo ya Moi na sasa tuko nayo ni ya Ruto, Mkabila ni nani? Mwaigwa mundu retwo Mukabila ni andu acio, mukamenya mugekono wale kwatia. Kwa hivyo mimi nawauliza kwa njia ya heshima, 2022 election ambayo iliisha, hakuna Mkikuyu alisimama kiti ya president. Tulichagua Ruto, wale wengine wakachagua Baba, na sisi ni Wakikuyu na bado tunaitwa
Wakabira. Bado tunaitwa nani? Wakabira. Rigiji, enda na hiyo ukabila yako, uunganishe Central na Mount Kenya yote. Wacha uitwe mkabila. Wacha uitwe mkabila. Kama ukabila ni kulete watu pamoja, wacha uitwe mkabila. Ndugu yetu Bwana Matiang'i, ndugu yangu, nampenda sana, tumekuwa naye kwa serikali. Na wewe mzee wetu, tufungie huko kwa Wakisii na utufungie huko Luo, Nyanza, Migori, ufunge yote. Ufunge huko yote. Vile Kalonzo amepunga padi hii. Hapa Central kuna kitu mnataka jameni? Si imefungwa? Central imefungwa? Imefungwa? Imefungwa na nani? Imefungwa na nani? Imefungwa na nani? Akiongozwa na Muturi na mama wetu ambaye yuko hapa. Wakenya na Wakenya wote. Msipofanya namna hii, tuanze kupigana hapa kidogo kidogo, Kasongo atatuingilia. Mukishafunga huko Gikoyokere mwaka wa hiti neguo. Ni moyo mwaka wa hiti. Ndio hoya na gorige. No hoya na gorige. Ando mabe makahinge kwao. Ando mahinga kwao. Leo machoke maikare methaine. Ni kweli? Mukifunga kwenu na wale wengine kwenu, tuje pamoja. Sasa mkitaka kusema ni mama wetu president, museme ni Matiang'i, museme ni Rigiji, museme ni Kalonzo, museme ni Muturi, lakini mumefanya nini? Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you mzee wetu. Let me request the Honorable Jane Kihara to speak on behalf of the members of the National Assembly. Mheshimiwa mama wetu. Thank you, Excellency. Excellencies, wale tuko nao, Matiang'i, Her Excellency Martha Karua, His Excellency Rigathi Gachagua, my counsel, wakili wangu, nikishikwa ni anitetea, His Excellency Kalonzo Musyoka na Excellency Muturi. Mimi nimefurahi sana kuja Gituge. Gituge nilikuja zamani kidogo. My sister was in school in Gituge Girls. Hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kutembea hapa. Na tumefurahi sana kanisa for allowing us kuja kumjibu Ruto. And for avoidance of doubt before I say anything else, wamenizungusha kwa mitandao ati nimehamia kwa Kasongo, ati kambe ya Rigiji imevunjika kwa sababu Jane Kihara ameenda. Let me tell you, mimi kwa Kasongo hakuna kitu niliwacha ati naweza rudia. Rigiji hata ukirudi kwa Kasongo mimi utaniwacha nje. That is how serious it is. Watu wa Mlima tumeambiwa na Honorable Commander, tumekuwa wakabila kwa sababu vita imerudishwa hapa Mount Kenya. Inataka itaipandikane ama ionekane ya kwamba vita iko Mlima. Na ni hawa wanatuletea. Na walianza bunge. When they were impeaching His Excellency Deputy President, Wajaluo walisema they will not sign the impeachment before the Kikuyus do it. Wakalenjin wakasema vile vile they will not sign the impeachment before Mount Kenya does it. So actually, Rigiji was impeached by Mount Kenya MPs. Hao ndio alianza. Wakasaini, ndio wengine wakasema
kumbe hawana haja na mtu yao. Rigiji, simama pale, wewe ni Mkikuyu, wewe ni wetu. And you have been vindicated because tulienda nchi hii tukizunguka, siku hiyo haukuwa Mkikuyu. So what we are saying, vile tumeambiwa, hawa viongozi ile tutawauliza ni wakae kimoja mpaka tutoe hii mtu. Kuna kanisa nilienda Miremuru na niko kanisa na ni mchungaji alisema, sisi ndio tuliombea hii njangili iingie na sisi ndio tutaiombea itoke. Nikastuka, na ni mchungaji alisema hivyo. That is how bitter Kenyans are. Hakuna mtu hajateseka, hakuna mtu hateseki, biashara haziko. Juzi akasema ati watoto warudi shule bila pesa, bila uniform. What are you telling the teachers? Masomo imeisha. Amemaliza masomo. Wametumbia SHA inafanya. So this is a competition of corruption in this government. Kila mtu mahali yako ni kuiba, wanaiba. They want to steal. If we want a future for generations, we must vote Ruto out. He has to go. Wewe fanya yako. Mtu asije kusema ati ni akaia. Wewe fanya yako. Chukua kura, wewe piga. Usiseme hautapiga kwa sababu itaibiwa. Itaibiwa na nani? Hata siku hiyo, hata 2022 ndio tulikuwa tunasema. Kwa hivyo nashukuru sana watu wa Murang'a, mmetupokea vizuri. Nimeona askari pale nikastuka, lakini mimi nimezoea hiyo tear gas. Ni udhaya tu sikuwa, juu nilikuwa sijisikii, nilikuwa na mgonjwa kidogo. Kila mahali uko Kariobangi, uko Shamata, everywhere. Hata Mweki, I have been around. The youth of this country, the future is yours. You have to protect this country. Let me request Professor Kagwanja to say something on behalf of professionals. Mnajua Professor Kagwanja? Alisaidia Mwai Kibaki 2007. Atusaidie. Ako na akili mingi sana. We need his brains. Atusaidie. Oh, good. Thank you. Your Excellency, the Second Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, 10th Vice President of the Republic of Kenya, my party leader, Martha Karua, my former boss and now the Jubilee Party, and my brother, Matiang'i, kiongozi wangu, my schoolmate, my former leader and everything, JB Muturi, my former senator in Murang'a, Kembi Gittura, mzee wangu, mshauri wangu, Maina Kamanda, viongozi wote wako hapa. I just want to say one thing. If you have planted a seed, be proud of it. Yes. This is my student. I taught this young man when he was very young, Form 1 and Form 2. Si tumejaribu? So, just good evidence. To be honest with you, I had not made any note to speak. But I came here today. I normally don't come to these meetings. And this morning I said, I want to be part of the Othaya team. Because we defended this constitution. I was the CEO in fighting this constitution. I know we fought with Mheshimiwa Ruto. I was on the yes side with Kalonzo Musyoka and others. But we believed that after we have implemented the constitution, we will honor it. So I came here today to stand for the constitution. Mheshimiwa Gachagua, let nobody threaten your life. Because it is defended by our constitution. We are not Uganda.
We are not Tanzania. We are Kenya. Ask the British. They will tell you who we are. Even when we have no gun, we will win. Even when we have no choppers and helicopters and bombs, we will still win. Because that is who we are. We are Kenyans. Be proud that you are a Kenyan because you'll be protected by Kenyan. And the day that somebody has done what is wrong for this country, they don't live long. I've been reading a chapter on JM. Let me stop there. Right? So, our people, let me welcome you to Murang'a. My home is just next door in Kangema. So, let me welcome you here. But we came personally in solidarity with yourself. Your life is precious to us. Asante, tuko na Mohamed Kahiafi from Northeastern. Aongea on behalf of the aspirants. Wale ambayo wanatafuta viti. Wakenya wenzangu, habari zenu? Habari zenu tena? Kitu ya kwanza, the first thing I want to tell my fellow Kenyans is usishikie mambo ya Duale. Duale ni mwizi. Duale has got no history in Kenya. Duale baba yake alikuwa shifter. He was opposing the Kenya government. Alikuwa militia. Kwa hivyo mtoto ya militia bado ni militia. We got total respect with other Kenyans. Tunaheshimu wa Kenya wengine. Nobody hates Somali community. Saa huu ukitoka nje saa hii utakuta Msomali hoka ambao anauza belt, mshipi, hats, kofia. Kwa hivyo kama Wakukuyu wako na shida na Wasomali, wangeanza na hawa hapo, sio? Kwa hivyo ni mrongo tupu. Tulieleza wengine. I'm also today happy to see Mr. Matiang'i. He was with us. I was with him when he was the Interior Ministry. Alituuliza Al-Shabaab tuangamize namna gani? I was a chief mkutano ya Garissa. Niliwaambia usitafute Al-Shabaab mahali ingine. Sisi hapo ma chiefs ndio sympathizers, and once we are ready to flash them, Al-Shabaab ataisha. Alinipatia job group, nilikuwa K. He gave out instruction to the PS. Thank you very much. Let us come to the point now. Let us come to the Gachagua, Mutiri, Kilonzo. You know what the Somalis are saying? Vile Duale anasema usiku, anasema watasambaraka, wataenda, Mutiang'i atasimama, Rigathi pia hivyo, Kilonzo, alafu Kilonzo ataruka upande yetu. Kwisha. Lakini hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Kwa hivyo we are leading a crusade. Now I started a caravan. Na tunaenda mpaka Northeastern. Tunataka nyinyi pia mkuje huko. Let us falsify them. Kitu majabu. Our governor in Mandera, period of the last election, he was staying a flat in Hurlingham. You know how much a flat cost in Hurlingham?
today alinulia kijana yake 100 million plot ya Karen, bibi yake wawili hivyo hivyo. Haya, Parkland 2.4 billion shillings in the where is he getting this money from? Kitu majabu, juzi aliitwa kwa Senate he was unable to know the difference between a shilling and a seat. I'm a farmer in mahali naitwa Kalalio, just 18 kilometers. Kama mimi sijapata hiyo shilling na it's along the bank of the river, sema mahali ingine amelete. Kama in my home village, just 18 kilometers from the headquarters office, mahali gani alipeleka? Ni uongo tubu, ni uongo tubu. Haya, Eldas MP alisema ati mimi nilijenga shule 48 primary schools in Eldas, na alisema Eldas is bigger than Central Province. Can I ask him only one question? Location moja katika Madira constituency, location moja, the voters are over 20,000. Na yake is no more than 17,000 the whole constituency. Sasa anajivunia nini? Ni maendeleo gani anajivunia huko Eldas? The only thing is he's a broker. He hops from one party to another. Asanteni sana. Mungu abariki nyinyi. Rigathi, Kenya ni yako. Kilonzo, chungana na Farah. Ni mwizi. Chungana. He kneels down when he wants something from you. God bless you all. I am representing Northeastern DCP. God bless Kenya. Asante. Have Senator Wambua on behalf of our cousins. Mwambie hi cousin. Hi cousin. Kuzo hi. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana.
watu wa magazeti ningetaka waone kimtu kikubwa hivi. This man is a convicted fraudster kwa mambo ya kusupply electoral materials in South Africa, in Namibia. Kila akija huku Kenya anapitia Eldoret Airport. We must begin to ask, what is it that they do with William Ruto? Na mkimwangalia hapa, najua ndugu yangu Rigijia, najua hii kiti kameza kamoja kako hapa, unakajua vizuri ndugu yangu. Aka ni pale ndani kwa ofisi ya Ruto. What is it that Ruto does with these crooks? Jose Camargo kutoka Venezuela, huyu Chifayo kutoka Zimbabwe. Na ukimwangalia hapa, huyu Chifayo ako na connection na rais wa Zimbabwe, Mnangagwa. Ndio huyu hapa, wako na Mnangagwa na wako na William Ruto. Story kule Namibia wanalalamika mambo ya uchaguzi 2024. South Africa in 2023 wanalalamika mambo ya the same person. What is it that he is doing with William Ruto every time he comes to Kenya? Wa Kenya, I just want to give you the assurance, as we've been told by Reverend James, be strong, don't fear. Na tumesema tuchukueni kura. Ruto afanye nini? Chivayo akuje, Kamago akuje, Ruto sisi tutakupeleka nyumbani kwa kura zetu. Kwa kura zetu. Kwa sababu this country is tired. We have faced untold suffering. It beats logic that actually you can send people to go and fire tear gas canisters, live bullets in a church. And I want to agree with Senator Wambua. Actually, today, 7 days since that happened, William Ruto is busy galvanating ati anapeana pesa inaitwa sijui nyota. Surely, Ruto, and he calls himself a Christian, you have not reflected on what it is that happened on Sunday last week. Kama Mkristo, ujiulize ni nini hiki kilifanyika? That your officers can throw tear gas canisters to worshippers who included children, women, and the elderly. Surely, I want to agree. The writings are on the wall. We know the story of Nebuchadnezzar. Please prepare to exit State House. Thank you very much, Wakristo wenzangu na Wakenya wenzangu. God bless you. I want now to call our cousin, the Honorable Eugene Wamalwa. Tumukaribishe. Tumwambiaje? 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 Haya kuzo. Musangare. Mulembe. Gaino mwega. Inda shode. Asanteni sana. Pole nimefika kama nimechelewa. Nimetoka kule Western asubuhi na kwetu ni mbali na hapa. Tuko kwa mpaka wa Kenya na Uganda. Lakini ndugu yetu Rigijia alikuwa amesema leo tuabudu hapa Gitugi, si ndio? Na tunaelekea hadi Nyeri, hadi kule Othaya. Kule tulisikia ya kwamba Wakristo walipigwa wakiwa ndani ya kanisa. Wamama, watoto walipigwa tear gas ndani ya kanisa. Na target kubwa ilikuwa ndugu yetu Rigiji. He was targeted for assassination. Wale walikuwa naye waliona risasi zikifiatuliwa. Na leo tumekuja Mlima Kenya na tunaenda hadi Othaya. Na tumewaambia huyu bwana Kanja, IG na polisi wake, kama mnafikiria
guza Rigiji, basi leo tuko Othaya na sote tunaenda Othaya na hatutaogopa. We'll be of good courage kusimama pamoja. Mkiguza Rigiji mmetukuza sisi sote. Kule Ufaransa kulikuwa na walinzi wa mfalme, walikuwa wanaitwa the Musketeers. The Musketeers were the fiercest defenders of the king, and they had a motto: one for all and all for one. That is how we are going to stand together. Toka sasa hadi tukamilishe hii safari tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Mtatunga mkono jamani? Na hadi tukubaliane, ingawa Mola anataka kuwa rais, huyu Kalonzo anataka kuwa rais, Rigiji, Karua, Matiang'i, JB, tunajua the 6th president atakuwa ni mmoja, hatutakuwa sote marais. Tutakubaliana vile vile tutoe mmoja. We might be 6 presidential candidates, but the 6th president will be one. Na tumesema tutakubaliana tutoe mmoja, apeleke Kasongo wapi? Nyumbani. Na ni next year, sio mbali. Mkiona yale wameanza kufanya sasa, wakijaribu kutarget viongozi wa upinzani, kujaribu kuwaua vile waliua Gen Z vijana wetu, kuwafuata hadi kanisani, kujaribu kununua viongozi wa upinzani. Na mimi najua kuna wakati mlikuwa na wasiwasi sana, mlikuwa mnaanza kusikia wiki 3 iliyopita ya kwamba huyu Kalonzo ako ananyakuliwa aende upande ule. Wiki jana, wiki hii wamesema sasa ni Wamalwa ndio anaenda sasa. Jana nimekuwa Western, nimewaambia bwana, mimi nilibarikiwa sana chini ya mzee Kibaki. Alitoka mlima huu, aliyechagua ndugu yangu kuwa naibu wake na akanichagua mimi kuwa waziri wake wa haki, and I was the last minister for justice and constitutional affairs kutekeleza katiba hii. Nikapewa nafasi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tena kuwa waziri wa maji, tukajenga Thiba Dam, tukajenga Theta Dam kule Kiambu, tukafanya mambo mengi kwa ulinzi tukiwa na ndugu yangu Matiang'i hapa, na tukafanya mambo mengi ya ugatuzi tukiwa na magavana wenu. Nimewaambia jana, mimi sina haja na wizara yoyote ya Bwana Kasongo. Sasa wasimalize muda kunitafuta. Tuko pamoja jamani? Na Reverend James, nimefika kama umeushahubiri. Kutoka kwa JB nimesikia ya kwamba sermon yako leo was about courage. Hii Murang'a, ninyi mmepea taifa letu some of the most courageous leaders in the Republic of Kenya. Mashujaa waliopigania uhuru wa kwanza. Amongst the Kapenguria 6 tulikuwa na Bildad Kagia, si alitoka Murang'a huku. Katika uhuru wa pili tukawa na Kenneth Matiba, tukawa na Rubia. So this nation owes a debt of gratitude to this great county of Murang'a. Na ule uhuru ambao Kagia alipigania, uhuru ambao Matiba na Rubia walipigania, Masinde Muliro na Jaramogi walipigania, Raila na kina Orengo na kina Paul Mwite, kina Karua, kina Gitobi Manyara walipigania. Kati ya huo uhuru ni uhuru wa kuabudu, uhuru wa fikira, uhuru wa usemi, na uhuru wa wewe kwenda popote Kenya hii. Uishi pahala popote, ufanye biashara yako, ulime shamba yako, uzae watoto wako wale pahala popote Kenya hii. Hakuna mtu ana haki kukuzuia wewe usiende sehemu ya taifa la Kenya. Kwa hivyo tukisema we are condemning what happened in Othaya, in the house of God, we are saying freedom of worship is one of the most sacred freedoms enshrined in our constitution. Na Bwana Ruto na polisi wako must respect the church, and they must respect the freedoms enshrined in our constitution. These freedoms do not depend on the generosity of the state. These freedoms are guaranteed by our constitution. Sisi kuja kuabudu hapa Gitugi
Sio eti tunategemea ukarimu wa Bwana Ruto na serikali yake aturuhusu tuje hapa. Ni haki ya kikatiba sisi tuje tuabudu na ninyi hapa. Tuko pamoja jamani? So sitaki niseme mengi, nataka niseme ya kwamba hii wiki tumekuwa kwa IEBC. Hii wiki tumeenda kwa polisi, Inspector Generali, na tumekutana na wakubwa wa polisi wote. Sababu ya sisi viongozi hawa wote kwenda kwa IEBC na kwenda kwa ulinzi wa taifa ni sababu tunaingia mwaka wa kura sasa. We are entering the election period. And kuna yale yafanyika 2022. Na sisi wengine tunajua, kama mimi na huu Matiang'i wa the security sector, tunajua yale yalifanyika, including kushika wakora kutoka Venezuela. Arrests were made, DCI Kinoti. Kuna wale walipatikana wametoka Venezuela na teknolojia ambayo ilikuwa inakuja kuinterfere na kura yetu. Jana nimemsikia ndugu yangu Weta, Faruk Kibet na viongozi wa UDA wamekuwa kule Western Rift Valley. Wanasema eti sisi watu wa upinzani tuachane na IEBC. Eti sisi tunaenda kuharass IEBC. Leo tunataka tuambie, we know what happened in 2022. We are not prepared to have another bungled election. Kutoka na wale walifanya printing ya ballot papers kutoka Ugiriki, we know who facilitated, wakitumia Bwana Chebukati. Na ile teknolojia ililetwa hapa, tunajua wale waliohusika kuleta Smartmatics. Na sisi tumesema we will not accept the Venezuelan technology that has been discredited world over. Imetumika Uganda juzi, hizo Kimskit failed. Ile demokrasia imefanyika Uganda, sio demokrasia tungependa iwe hapa Kenya. That is why tunasema IEBC, you have enough time to correct the mistakes of Bwana Chebukati, to level the playing field for this country to have a free and fair election. The concerns raised by the opposition must be addressed. We are saying Smartmatics must go. We are saying huyu mtu anaitwa Marjan must go. Ameonekana na Kamago. Huyu JB amekuwa Attorney General, amekuwa waziri, akisema ya kwamba ana ushahidi Bwana Kamago alionekana kwenye ikulu. Ana ushahidi another fraudster Chevayo ameonekana na Bwana Ruto. Tunajua yale wako wanapanga. Mbiu ya Mugambo ikilia kuna nini? Kuna jambo. So msione tu tunapiga kelele. Usipoziba ufa, wahenga walisema, utajenga nini? Ukuta. Tunajaribu kuziba ufa, to correct things. And Bwana Ruto, we have time to do it. Lakini wasipotusikiza, they say the writing is on the wall. So hilo ndio nataka tuseme, tuko pamoja, muendelee kuregister vijana wetu na mshikilie huyu Bwana Rigiji. He is being targeted kabisa. Bwana Rigiji nimeambiwa Gitugi inamaanisha ile miti inashikilia nyumba. Siyo ni kama Gitugi? Mumshikilie vizuri. Mushikilie Mama Karua vizuri. Huyu JB, na msiambiwe ni ukabila Karua na Rigiji na huyu jamaa JB Muturi kushikana. Ninyi mliposhikana mkaingiza Ruto, alikuwa Mkikuyu. Sasa anaweza semaje kama leo mnashikana mseme ni Wamalwa ama huyu Kalonzo? Hiyo itakuwa ni ukabila. Na kama mnasema ninyi mmewachana naye, inakuwaje ninyi mnakuwa wakabila sasa? Msiogope, mshikane. Mwisho tumekuja hapa mlima huu. Hii safari nimetoka Kitale, huko ndio Wamalwa kijana amelazwa, Masinde Muliro. Nimekumbuka ile safari tulikuja. I think Martha Karua was on that trip. Tukija na mzee Kibaki mlima huu, tukiwa na Bi Charity Ngilu na hiyo team, kutoa ile serikali ya 202. Na ile safari ambayo tulitembea pamoja 202, that is the path we want to take. Wakikuyu ninyi mnasema wacha mto ufuate maji yafuate nini?
Mkondo. Ruiru Shoke? Ruiru Shoke? Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa nataka kuikola wa sister gatha ito ya ruriri niguo gatha ito yake na ya bururi, the Honorable Martha Karua. Hi sis, mwambieni hi sis. Hi sis. Karibu mama. Murega hamjamboni ni undu ore utarakigua kana murega reke nyambe ndimwaririe gigicugu kinini ngicoka kuingira maundu ni aria angi twiyamba kuboya Ngai na kugaciria urumwe witu wira uria wi mbere yitu tutingiubota tutena urumwe ona guti mutongoria ona umwe ungibota kunyitithania ruriri kana Kenya gutena urumwe. Tikio mwakionire my brother aba oka kunjerera tunyitithanie andu a Mount Kenya na turi ithueri tutingiabotire kumanyitithania matena wendi wa gutunyitane. Thabari ino ni ya mundu wothe ti atongoria ni akirindi tora mugatore kiugaga maboya mandui makirindi ni twanyitanira na andu itu ndirenda kumwira na hapa niseme na Kiswahili. Wakenya tusipende pesa kushinda haki. Tukipenda pesa kushinda haki, hii safari hatutatomboa. Lazima tupende haki sababu haki iko leo, kesho, haki ni yeturaga miaka yothe. Irio turiaga na ndegetia matheri magirikia gwika atia kuthira. No haki ni ya gutura. Kwa hivyo tusikizane, kazi yetu kubwa ni kuungana ndivyo tuweze kujikomboa. Nimerwa mathina aria twinamo, sitarudia zile shida tuko nazo. Mimi nataka kupeana shururisho. Niseme hivi, nchi yetu iko na katiba na hatutaruhusu Ruto kuvunja katiba na kuendelea kama nchi ambayo haina katiba. Kenya sio dictatorship, it's a democracy. Nilimsikia akisema ati nchi zile zinafaulu ni za madikteta. Mimi namuelezea enda utafute nchi ya dikteta uhamie huko. Hapa Kenya hatutakuruhusu. Na tukisema hatutamruhusu viongozi pamoja na wananchi, ni kweli hataweza. Lakini tukiwachilia tutawanyike, atafanya ile anataka. Leo ni Rigiji, kesho itakuwa ni Kalonzo, kesho yake ni mwingine. Ukiona mwenzako ameingiliwa, jua kesho ni wewe. Na wale wako kwa serikali, wacha kuonyesha meno ukiona mwenzako wako na tabu. Sababu kesho ni wewe. Usome na ndugu yetu Rigiji. Alisimama na huyo mtu ambaye hana rafiki. Ile kazi amefanyiwa na Rigiji, angemrudi nyuma afanye ile alifanya. Wacha kuonyesha meno, ujue kesho ni wewe. Na kama unapenda haki, wewe ukiwa kwa security sector, ukiwa askari, ukiwa mwanajeshi, ukiwa NIS, ujue ya kwamba Kenya ikianguka hata wewe na jamii yako mtaumia. Hata wewe na watoto wako mtaumia. Sheria inasema utii amri, lakini usitii amri ambayo iko nje ya katiba na sheria. You do not have to obey illegal orders. Na ukitii amri ambayo imekeuka katiba, kesho wewe utapelekwa mahakamani peke yako. Mkumbuke Generali Ali alienda Hague peke yake. Na hakuwa na mapesa kama akina Ruto na wengine. Hawa akichangiwa na wanasiasa, askari nani anamchangia? Ujue utateseka wewe peke yako. Therefore, do not obey
illegal orders, only lawful orders. Tunaambia serikali haramu ya Ruto, wacha kufanya police youth wing wa party yako. Wacha kuwafanya maagent wako wakati wa uchaguzi. Tuliona kwa uchaguzi mdogo security ikiingilia hata ikazuia watu wa upinzani kuingia mahali inahesabiwa. Tumeona wakiingilia, wakisimama bila kufanya chochote, wahuni wapige watu wa upinzani na waharibu mali yao. Hiyo ilionekana mbele na ikaonekana kule Malava. Hatutakubali. Tuko na uchaguzi mwingine mdogo kule Embu na mahali ingine kadhaa wa kadhaa. Tutarudi kwa meza tena tukiwa upinzani. Tujue ni ipi tutafanya. Hatutakubali uchaguzi uingiliwe na watu wa security. Na nyinyi msikie, sababu it's not your work. Serikali inakuja inaenda, kesho hujui ni nani. Utakuwa wapi na hiyo kazi yako kama utaanza uchafu wakati huu? Hatutakubali mali yetu, mali ya umma kuvunjwa. Hatutakubali kodi yetu iwe ni ya kutajirisha wachache. Hapa mwananchi akifa bila matibabu, watoto wetu wakikaa bila masomo, na wananchi walio wengi wakilala njaa sababu gharama ya maisha imefanya nini? Hiyo kazi zote nasema na zingine nyingi hatutaweza bila kuungana. Mwito wetu ni tuungane, tujikomboe. Sio kiti ya urais tu iko na watu wengi, na mimi ni mmoja wa wale wanaitaka. Najiita standing president sababu Ruto ni sitting. Akisimama hapo kidogo atakuta nimekalia. Na wale wote wanataka viti, iwe ni ugavana, iwe ni MP, iwe ni MCA, ujue hauko peke yako. Iko ndugu zako na dada zako pia wanataka nini? Viti. Tupendane. Yule mmoja atapata bahati, tukifanya mahesabu yetu ya upinzani, tuache apeperushe bendera, wengine wamfuate wakiwa nyuma. Tusipofanya hivyo, tutakuwa tumempigia kura muhaini, anatutesa, ametukanyanga katika koo. Mimi nawaomba sana, mwito ni kuungana, tujikomboe. Na ndivyo tuko hapa leo, ndivyo mlituona tukienda kule kwa polisi, ndivyo mmeona tukiwatumia barua. Hii vita tutapambana Kenya, tutapambana East Africa, tutapambana in the international arena. Na ujue hata ukiwa rais na wale wako Kenya waogope kukata kesi yako, unaweza rudi Hague mara ya pili. Uelewe hivyo. Usifikirie sababu ushaenda huko ya kwamba uko na immunity. Hiyo usifikirie ni sindano ulidungwa ya immunity. Njia ni ile ile na unaelewa, na tunapanga ushahidi. Na angalia hiyo barua tulimtumia. Jina ya kwanza ilikuwa yake as chairman of the Security Council. Anakeuka sheria na anajua. Na hiyo tumeanza mpango wa kuweka ushahidi wa kutosha. Na usifikirie tutakuachilia kudanganya wakati wa uchaguzi ati tukingojea kwenda Hague. Yote tutapambana. This election of 2027, we cannot allow it to be stolen. Not at all. Tutamhitaji wananchi, tukipiga firimbi, iko mambo tutamwambia mfanye. Hii kazi ni yetu zote. Tumekuja kuwaalika kwa vita ya amani ya kukomboa nchi. Vita yetu sio ya bunduki, ni ya akili, ni ya kura yako, na ni ya haki. Ukisimama na haki, hatuwezi tukaanguka. Sasa sitaki kuendelea sana sababu tuko na mikutano ingine,
lakini iko watu wameomba watambulishwe tena, sababu si wote walitambulishwa. Nataka kuanzia Profesa Kagwanja ni kama hakutaka kujisifu. Yeye ni Deputy Party Leader PLP in charge of policy and strategy. Madam Ada CEO tunamuita Standing MP Mathioya. Honorable Kuria Kariuki, Standing MCA Mai Mahiu. Honorable Karen Mwangi, Karen uko wapi? Standing Women Rep kule Nyeri. Honorable Mudhoni, Standing MCA Kiru Ward. Uko wapi? Ako, okay. Honorable Elijah Wamugane, MCA, Standing MCA Getuge. Hivyo ndivyo amejiita. Coach Ragui, Standing MCA Githioro Ward Nyandarua. David Kamau, Standing MP Bahati kule Nakuru. Kenywa Wajeri, Standing MP kule Nyeri. Mimi nikimaliza, on a lighter note. Ndugu yangu hapa mpendwa Rigiji, second deputy president, because hatumuiti former. Second, nobody else will ever be second deputy president in the Republic of Kenya. So that is a permanent record, na ndivyo tunaendelea kumuita second deputy president. Alisema ate wakaheti ta wakairetu. Kana ndemwira na gigicugu wakabete ta wakeretu. Abaimuro ameitu maundu matiacenjirie. Wakeretu riguo na niwe wina oritu. Ongirora mubiriga wa nyamu cietagwa simba. No thiaga kubita. Ne simba yanga. Ira mundu erietaga simba jike. Uyu murona aba ni simba yo jike. Na ndimwirage ndakorire Ngai arikia kugaya guoya ni ndianakora guoya. Kwoguo ti kwenda ndunginyenderia guoya tondu ndianabewa. No njokire kuringi ngabewe. Ni twanyitanira. Andu aitu ndamwira mwage guoya, mwende kiboto, guti mundu ugakua na installments. Muthenya wa guka ni uyu na wa kuma ni uyu. Abaitika boke thio kiruta wira wa mwathani ni wega muno. Thengio muno wa sister. Na nikio ndokire gugucaria bara ya nene hai. Ni undu wa cibe yo yanga katiguo. Atuteithie kada atuteithie. Nilienda vile vita ilikuwa kali. Ndona mundu uri atubangeire. Ngiona mundu ni agutunina ta nyumba. Ngithio kuria kimunye kwa matha. Ngimukora ngimwira oi kare witu. Kare. Uko tute? Nitwekire wega. Tunyitane ka tutikanyitane. Tuthi hamwe ka tutigathi hamwe. We have another cousin ambaye alisaidia Rais Uhuru Kenyatta mambo ya elimu, mambo ya usalama. Our cousin Dr. Fred Okengo Matiang'i. Tunamwambia hi cousin. Hi cousin. Hi kuzo. Karibu kuzo. Ando aitwage tugi muriega ringi. You can see my teacher is doing very well. Ndugu yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the second deputy president of the Republic of Kenya, my brother and my friend, the Honorable Your Excellency Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Justin Muturi, Mr. Speaker, my brother Eugene, na ndugu zangu wote ambao mmekuja hapa. Kwanza kabisa ningependa kutoa shukrani kwa mhubiri wa leo, Reverend James Wambugu, vile ametuhubiria. Mimi ni Seventh Day Adventist, kwa hivyo nilikuwa kanisa jana. Na wakati nilikuwa kanisa jana, as I listened to him preach here today,
Nilisema lazima kuna kitu Mungu anataka hata mimi nijue, sababu yule mhubiri wa jana alituhubiria kutoka Joshua 1, 5, 6 and 9. Now the theme of his sermon was be courageous, be strong. Na leo nimekuja hapa tena sermon ya pili wiki hii, nimeambiwa pia be courageous and be strong. Lazima hata kama kichwa yako iko na shida fulani, ujue kwamba mambo hawezi kuambatana namna hiyo. There's a message that is being sent to you from God. Ninawashukuru ndugu zangu, na munikubalie Mheshimiwa Gachagua niongee a little bit reflectively. Nimeona viongozi wengi hapa, wazee wetu hapa, Mheshimiwa Kamanda, kuna viongozi hapa, Mama Jane Kihara, Mzee Tora na wengine ambao tumekuwa nao katika utumishi wa serikali hapo mbeleni, na ndugu zangu wengine ambao wako kwa siasa ambao wamezungumza hapa na wengine ambao tumekuwa tukiongea. Huu sio wakati wa kawaida katika jamhuri yetu tukufu ya Kenya, na tulikuja hapa leo niseme tu ukweli, kwa sababu wakati tuliona yale maneno yalifanyika Othaya last Sunday, tulisema tuende sote kwa kanisa, kama wanataka kutuua watuwe tukiwa sote pamoja, na kama wanataka kutupiga watupige tukiwa sisi wote pamoja. Na vile mnajua, mimi nilikuwa katika Ministry of Interior. I served as the country's Minister of Security for 5 years. Attacking a place of worship is normally known in the security sector as crossing the red line. Mmesikia before even President Obama using that phrase, crossing the red line. Jua hata msikiti. Na niseme ukweli, because Honorable Kalonzo and Honorable Karua, as the senior most lawyers, you know, and Mheshimiwa Wamalwa and Mheshimiwa Muturi, I am not breaking the Official Secrets Act. Tukiwa kwa National Security Council, kuna mambo ambayo hata tukizungumzia sisi sote tunakubali, huwezi kuenda beyond a particular point. Ukifuata mtu aingie kwa msikiti, we come outside. Ukifuata mtu aingie kwa kanisa, we give instructions, the command that position in a vintage manner outside. Kwa sababu hapa huwezi kugusa hiyo hapa. This is dangerous. Kwa hivyo mimi naona kama ile ilikuwa ni going beyond the red line. Na nakubaliana na wenzangu ambao wameongea hapa. Na kila wakati mimi napenda kuongea tu slowly na kueleza wakubwa ambao wako kwa serikali. Siku nyingine nimetoa story hapa ya kiongozi mmoja wa taifa ambaye alihutubia press conference asubuhi, akasema eti yeye hajasikia the name surrender and the name giving up don't exist in her vocabulary. She was a prime minister. 3 hours later alikuwa anatafuta helicopter kutoroka nchi yake. Niseme leo hadharani, our former director of intelligence, a man I respect very much, retired General Philip Kameru, used to tell us kwa security, anatuambia, unajua, we don't have bullets for 55 million Kenyans. You people who have responsibility must find a way of finding solutions by talking to Kenyans, even when they're in the opposition. Sababu hatutaki kuchafua nchi yetu. That's why my first point today is to advise our leaders. You might be very happy today, ufikiri wewe uko na nguvu sana, wewe ni mtu mkubwa. Mumeona hii kiburi vile mnaona hapa, maandege nini, kujipiga kifua. Tumekuwa na by election, hata Mheshimiwa Magara angewaambia vile tulikuwa tunaambiwa pale kwa by election, sisi ndio serikali, tutaiba kura, tutafanya nini. I want to be very honest with you. Siku moja utashangaa sana. Saida unatafuta ndege kutoroka. Because huwezi kusukuma wananchi mpaka beyond the wall. Na tena, let me say something I ordinarily would not say because the press is here. If I was advising this government,
And people here, political scientists like Mheshimiwa Gachagua here and Kawanja and the rest can agree with me. You are radicalizing this country to a point where you won't be able to control it. The anger down below, mimi sijui wanaishi wapi. The anger down below, ile hasira iko na wananchi saa hii. Ama viongozi nasema uongo. Si nyinyi mnakutana na wananchi kila wakati. When you listen to wananchi very carefully, tukienda kwa mikutano, hata nimekuwa nikienda kwa mikutano. 2 weeks ago nilikuwa Coast. Naongea na viongozi, unasikia vile viongozi wanaongea. As a leader, na niwaambie tu ukweli, tuko kwa kanisa, as a leader. Unasikia hiyo maneno wananchi vile wanaongea, unajiuliza viongozi wetu wanajua hii mambo. Sasa hii ni kama wale ambao walikuwa wanakaa kwa ile meli inaitwa Titanic. Wanakunywa wine kule juu na dance na girlfriends wao na meli ikasinki, na ikisinki mutasinki na huyo girlfriend na wine yako na kila kitu mutasinki. I'm telling you, we are playing with the country. Hawa viongozi wetu tuwaambie tunacheza na nchi vibaya sana. Ya pili, mnajua mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mheshimiwa Rais Kibaki wakati alikuwa rais, even President Clinton said one person angependa kukutana na yeye kwa maisha yake wakati aliulizwa ni Mheshimiwa Kibaki. Sema president ya Kenya ambaye ametoa free education and 1 million kids have walked to school. That is there, it's in record. That's what President Clinton said. That is the person I would like to see who has done wonders in this world. By the time President Kenyatta was coming to office, wale watoto wa Kibaki walikuwa wamefika secondary. Sasa President Kibaki Uhuru akaanza kutusukuma na 100% transition. Tukapita hapa msituni huku Narok, kwanza tulikuwa tunaenda huko na natembea akiwa county commissioner, watoto wote waende shule. We invested very heavily in infrastructure development. Watoto wanaingia shule. 6 decades after independence, tufike mahali watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Sasa ni excuses na telewa sijui nini. And you know, lazy people, watu wazembe bure tu, kazi na washinda, kazi yao ni excuse tu. Oh, sijui ni nini ilifanyika, sijui ni CBC nini, excuses. We have enough money in this country. Believe me, as a former Minister of Education, we have enough money to put our children back to school. And tupe serikali, mimi naambia wa Kenya, tupe serikali, tutarudisha free primary education, free day secondary education, watoto wetu watarudi kwa hiyo maneno, tutarudisha. Tupe serikali, tutarudisha Eduafia, ile insurance ya kila mwanafunzi ambaye yuko kwa secondary school. And we will tell you how it's done. You are looting the money. Hii pesa mnaona inalipwa huku, watu wanalipwa kila siku nini? Wakubwa wako hapa, they are my elder brothers who are knowledgeable on these matters. Rigiji has been deputy president. His Excellency Kalonzo Musyoka has been vice president. What do you do with 7 billion in State House in 1 quarter? State House sio shule, kazi inafanywa huko. Sio kazi, sio hospital where people are operated. You don't buy. What do you need that kind of money for? Ni kuiba tu, unaendelea hivi, inchi inaporwa. That is why our children don't have capitation in schools. Hii pesa imeenda huko. Na ninawaomba wananchi, na wale viongozi ambao mko hapa, tafadhali ninawaomba, tuelimishe wananchi wetu. Safari hii sio ya kuongea hivi, tukishikana sisi wote pamoja, tunaweza kurudisha nchi yetu kwa barabara. Our focus is to fix the country. We are on a mission to fix this nation. Sababu imeenda hivi namna hii. Let us fix this nation. And we can do it. Nimalizie haya. Mimi mzee Kamanda ningemwambia hivi. Unajua tumefika, ni vizuri ndio vile tunaongea. Na nataka kuambia from the bottom of my heart, my brothers and sisters, nchi yetu mahali tuko sasa, lazima sasa tuungane. Sababu kuna kasumba ambayo imetumika kutugawanya muda mrefu sana.
tembea, tunajua Wakenya wanataka tuungane sisi wote pamoja. The needs and the demand of our people is bigger, stronger, and even much more forceful than the ambitions and needs of our individual leaders. Ukienda leo nyumbani ujiulize swali, na ndio mimi nataka kumalizia. Wewe jiulize, honestly, wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako, hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3, hebu jiulize, wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya? So if you really love your country, and I believe all of us love our country, saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, o lazima Matiang'i awe president, o lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii lazima tusaidie nchi yetu jamani. Tukiendelea kuongea hii maneno, tunafanya mzaha namna hii, sarakasi hivi, na huyu sasa ataanza hiyo sarakasi, unajua hawana akili. Na mimi nikwambie, sio viongozi hawa hawana akili. Kenya is suffering because it's under average leadership. Wale watu ambao wanatuongoza ndio shida. Shida sio inchi, shida hiyo akili kwanza tunaambiwa sasa. Wanasemekana ikina Kalonzo hawana akili, Rigiji hawana akili. Sasa wewe mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule, kesho watoke shule hawaendi shule, hiyo ndio akili kweli? Uko na akili kubwa sana, wagonjwa hawana chakula hospitali, madawa hakuna, wewe ni mtu wa akili sana. Barabara kama hii tulikuwa tunafanya hapa nyoka, hata hii Mama Road hapa Murang'a tulianza na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ikwame. Ni watu wa akili zaidi. Wale wako na akili zaidi. Barabara kama hii Keno Marwa, when we were in government, this plan tulikuwa, I was the chairman of the government projects when we were in government. We were saying hii ni kitu ya kumalizika in 2 years tumemaliza. Sasa wale wako na akili nyingi bado wako nayo huko. Sijui kama ni akili inawazidia ama ni kazi. Wako na akili nyingi hao. Sasa tumefika mahali tuongozwa na watu wale wako na akili nyingi, polisi na goons wanatembea pamoja. Hao ndio watu wako na akili. Hapo. Tunafanya nchi yetu inakuwa namna hiyo. Mpaka we are becoming a laughing stock kwa sababu tuko na watu wako na akili. Sasa wale hawana akili ndio tumeangalia kutoka kwando. Wale wako na akili nyingi ni wale wanaweka polisi pamoja na goons. And you hope you love a stable country. Jamani, tuache hii sarakasi. Let us come together. Turudi pamoja. Sisi tuna mpango. Wakenya tupe serikali. Muone vile tutapanga hii maneno. We will return Linda Mama. Ile ilikuwa inafanya na Mheshimiwa Uhuru na Mama Margaret Kenyatta, tutarudisha Linda Mama. Hii sarakasi ya SHA hii, we will fix it. Hatutakuwa na shida hii ambao watu wako nayo. So, we know what needs to be done and we understand what needs to be done. Na tuko tayari, tuamini, tunaongea sisi pole pole, tutafika mahali. Wacha wetu atatuzungumzia. Nilisema the other day kwamba unajua hii United Opposition ni kama boma. Iko nyumba hapa, iko nyumba hapa, iko nyumba hapa. Iko siku tutapanga vile tutaenda Ngurario. Na yule mzee ambaye haya mama ambaye atatuzungumzia tukifika hapo. Na tutamtaja wakati huo. Na tutafanya Ngurario mzuri sana na tutakuwa mbele. Finally, very finally. Nataka kuwaambia wakubwa wetu wa serikali. Wafanyakazi wa serikali wameteseka. Ukiangalia pay slips ya wafanyakazi wa serikali, saa hii people have lost faith in public service. Kwa sababu there is no earning, pay slip imepotea. There is no respect for structure in the public service. So wakati viongozi wetu wa serikali wanasema hatujui, eti sisi hatuna akili, hatujui kitu gani kinaendelea, wale wafanyakazi wa serikali ambao wanafanya nao ndio wanatuambia mambo mingi. Na unajua wengine tulitoka hapo hivi majuzi, tunaelewa kila kitu. Wasifikiri eti sisi ni wajinga sana. We understand even this, we have even done our own polls and we understand what's happening. Waseme ukweli, they have no path to election victory. They doesn't exist. Na sisi tukiungana pamoja namna hii, there will be no contest. It will not be 50+1, it will be 70+1. There will be no contest.
They have no path. Wasisema wasifikiria tujui, tunajua. We also carry out this data, tunajua. Sisi eti ni wajinga, tumelala chini ya mti tunangoja kuambiwa. We are not that foolish. We understand what's happening. So let them conduct themselves with a sense of decency. Tunawaheshimu, sisi hatuwatukani sababu tunaheshimu hayo maofisi. Tunawaheshimu kwa sababu ni viongozi wa nchi yetu. Baheshimu wananchi pia, tuende pole pole, Mungu akitujalia. Wakati huo ukifika, public offices like that, today you are there, tomorrow you are not. Wende kungojea samu yako pia wakati mwingine. But the country must go on. Usiue watu eti ni kwa sababu unataka kuinsist eti ukae. Vile Mheshimiwa Muturi alisema, unataka kufanya mambo mingi, unataka kuinsist ukae. Watu wakikataa wamekataa, kiti ni yao, sio ya mtu binafsi. Tunawaombea mema na viongozi wa kanisa tunawaombea, lakini tunataka kuwauliza tafadhali leo, nyinyi kisirani hii tuko nayo, wengine wenu ndio mlituletea, sababu kila siku unajua, wakati mwingine mimi nashinda kusema mwadhani yako, sababu unajua hiyo ilikuwa anthem ya watu fulani. Tu anabeba Biblia kubwa inaweza kumwangusha chini. Anaenda kule tunataka kuonyesha eti hao ndio Wakristo wa kweli, sisi hatujui kuimba. Ngaiwa kwa so on. Sawa? Sasa medhirika wazi ukweli mahali huko. Tunawaomba viongozi wa kanisa sasa, kwa sababu nyinyi na sisi we are in the same boat. Ama namna gani? Mmesumbuka. Basi tusaidie, naongea na wengine na members ili tuone vile tutaweza kusaidia nchi. Tukae pamoja, tutafaulu pamoja na tutasaidia nchi yetu tukiwa sisi wote pamoja. Tunawapenda wananchi, mukae na imani. We will save our country. Be hopeful, never lose hope. God bless you. Shira kada na shira. Ni shira mwega. Yeah? Najua naona Dr. Fred Matiang'i analaumu kanisa, lakini pia mimi naona ananiangalia. Sisi ndio tuliweka nyinyi kwa hii shimo. Ati huo pamoja na kanisa. Lakini mimi najitetea, Dr. Matiang'i nasema mimi nilidanganywa na huyu Kasongo. Na nimekubali. Na nimeomba msamaha. Sema mnisamehe. Lakini mimi najipatia nguvu. Kama huyu mtu alidanganya maaskofu, mareverend, mapasta, maevangelist, sasa Rigiji mtu ya Munyoro ni nani? Nataka tumkaribishe our other cousin, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Hi cousins. Hi cousin. Karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Fred, usiogope kusema hiyo. Don't allow anybody to monopolize. Ngaine mwega. Na indisi othe. Ngaine museo. Na mabinda onde. Mother najua hiyo kunishinda. Well, what a day. I came a little late. And after what my colleagues have said, it's so good to see you, Kembi. We are in school together with Kembi and wazee hapa, Muranga, Mathioya. Kwanza mimi nilipitia Kiriaini. I think unajua, if you miss one ridge in Muranga, you have to go and catch the next one. Lakini tunafurahi kuwa hapa. Wiki moja tu baada ya iliyofanyika Witima Church, kanisa la ACK, kama mahali tulipo hapa. Na ndugu zangu hawa tuliulizana, si tuende Witima leo? I think brother Rigiji akatuambia ni kama wameamua kwanza they need to do the cleansing. Because what happened there was led the desecration of a holy place. So tukakubaliana kwamba pengine tuje hapa, and we want to thank you for allowing us to come. Sisi
ni Wakristo, tunachanganya na ndugu yetu Muislamu. Ilimwona juzi pale Wakulima Market. I really admire what that chief has been saying. And we are a community of believers who seriously uphold the rule of law, na vile katiba ambayo inasema, katiba iliyokabidhi Kenya hii kama urithi rais ambaye alituacha na amelala, mzee Kibaki, ambaye mimi nilikuwa fortunate to have served and worked with him closely for 5 years. Na yale ambayo tulifanya hayo, kumbuka Fred, before you became Minister for Education, kulikuwa mzee alikuwa anaitwa Maruge. He took advantage of a free primary education. Akaenda class 1 at year 84. No wonder President Bill Clinton was mystified by this leader called Mwai Kibaki then. But even before that, I was Minister for Education. Na tunaelewa mambo haya. Hebu fikirieni miaka 60 baada ya uhuru, machifu wanatumwa kwenda kuambia watoto tokeni, mwende shule. Tokeni, hata kama hamuna uniform tokeni. Ni lazima tujiulize ni kwa nini kwanza. Ni kwa sababu wazazi hawana namna, maisha yamekuwa magumu kiasi kwamba hawezi hata kujimudu. Kwa hivyo huyu rais akisema huko kwamba hawa watu hawana agenda. Agenda moja ni kwamba bila kushurutisha watoto wa Kenya hii watasoma, and as my colleagues have said, we will make sure that there's not only free primary education, there will also be free secondary education and university education. Yet watoto hata kuwa walikilialia. I remember as Minister for Education, I actually started the Higher Education Loans Board, and I appointed the current governor of Baringo as a first CEO. That is how hata Ruto mwenyewe alipata kwenda university. Kwa hivyo mambo haya kunyima watoto maskini wasipate hata namna ya kwenda kusoma, we cannot accept. So when we say we are going to bring this country to order, we mean it. Disorder has been the order of the day. Yani kutukana viongozi wenzako, kuwatukana tu, matusi, na kujipiga kifua. Ukijipiga kifua kusema utashinda na kura 2 milioni 3. And you know the truth, as Fred has said. The truth is, as we speak now, William Ruto has no chance of second term. That is the truth. Ukweli ndio huo. In fact, the way we are seated here, it's a clear testimony kwamba if shetani hata ingia katikati yetu, there's no way William Ruto will become president next year. We even know zote wale ambao wanapanga, the extremists in his government, trying to advise how hata kama wakishindwa they will not accept. Now tukiwa hapa kanisani, Reverend James, tukubali tusema, we know you're even planning kwamba tutakushinda na utakatalia pale. Now, this is not ordinary election. This is a Gen Z inspired revolutionary election. Ndio tunasema kwanza hawa vijana wenyewe watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha that unfinished business. Kwamba even as we speak, hakuna mmoja wao amelipwa ridhaa. Walikuwa wamekubaliana na ODM kwamba by March next month, leo ni tarehe 1 February, watakuwa wamelipwa ridhaa. Nimeona akisema nao atapatia pesa National Human Rights Commission. We are told them in the first place what you are doing was unconstitutional. And the president of the Law Society, Faith akajiuzulu, and then he is left there with a very unfortunate situation. Kwa hivyo sisi tuko tayari kabisa. Wakenya msikubali kushtuliwa na kuuziwa uoga huo. Remember, wanasema kwamba wataenda Singapore. Singapore. I want to tell that what Kenyans want is the promised land. The promised land is what Joshua
was told after the death of Moses. And that is really what I think has been preached to some of us. And clearly, be strong and of good courage. In fact, at Joshua 1 at verse 6, the writer repeats that. And again, be very strong and of good courage. Usikubali kuizua uoga. Remember what Proverbs says at 29? When the righteous are in authority, people rejoice. Na waovu wakiwa kwa mamlaka, wananchi kama wa Kenya groan every day, groaning. These things are clearly elaborated. Kwa hivyo mimi naona kwamba hapa tulivyo, victory is sure. The agenda is very clear. Return this country to constitutionalism. Na ndio wito wetu na kuwa tukomboe Kenya hii. Mother's Party is People's Liberation Party. We seem to have come to an agreement that the overriding theme ni ukombozi, taking into account vile watoto wetu waliumizwa na hii serikali dhalimu. And we now know whatever they do, we have not only the support of this country, but I can tell you the international community inaangazia Kenya yetu hii. Kenya haiwezi kuruhusiwa kuendeshwa na manjambazi. My sister mother calls them manjambazi. It cannot happen. This is our country. And therefore, mimi nataka tu tuelekeze mafikira yetu, hata badala ya kujiita United Opposition. Somebody called her like Santao. What's Raila's account? Amenitumia message akasema, jameni, you have to give Kenyans hope. Kusema United Opposition ni kama kukubali kwamba mnakaa tu hapo opposition. So we are the alternative government. United Alternative Government. That is who we are. Serikali Bandala. I think it's Kituyu puts it in Kiswahili, Badala. Serikali Badala. So Kenyans must know, as we speak to you from Murang'a, a place of great demonstration of struggle for justice in our country and a constitutional order. Mimi nilifanikiwa kuwa nilikuwa actually assistant minister wa Ken Matiba. You may not remember that. He was my minister, I was his assistant minister. And he was a generous human being. When we got to our firstborn, who is now an MP, Ken Matiba went all the way to Mother's Care kununulia my wife and my little boy a baby coat. Yani analeta. A man who showed humanity. Serikali hii ya Ruto haina utu. Ni mtu kujipiga kifua. I want you also Kenyans to know. Msifadhaike. We know mahali William Ruto anapeleka pesa hata usiku. Akishindwa next year, he will have to return hiyo pesa. One of his people have said, watu 125 ndio wanaibia mali ya umma, wanaibia wa Kenya pesa zote. And I want Owalo to feel encouraged. Let him give us, we know those names. Therefore, mambo ya usalama wetu, it's not negotiable. We looked at Kanja, Inspector General of Police. Our brother here actually paraphrased it. Rigiji, timwangalia kwa macho. And without disclosing much, I remember mother telling Rigiji, wachia hapo. Tuliangaliana. Akamuuliza, ni kwa nini unataka kuniua wewe? Akisema hivyo sio yeye. Ni hatujawahi kuona nchi ambayo inatawaliwa, instead of the people with the mandate, the National Police Service, wanaingiza maguni pale, serikali ya maguni. Tukio hili lininukuliwa vizuri kabisa kwa runinga, CNN, hata Al Jazeera. Gavana wa Nairobi akatoa amri, wakashirikiana na polisi wakati wa Gen Z Revolutionary Day,
on 25th of June, wanabeba marungu, polisi na escort. So, hii ni serikali ya goons. And we are saying we cannot allow that. This is why I think they have stood to order. Because I remember Rigiji akimwambia Kanja, anasema, jameni tupatieni tu orodha ya mikutano ambayo mnataka. Mtapata ulinzi. Rigiji akamuuliza, sisi ni wajinga? You may think sisi ni wajinga. Tuwakwambie mahali tunaenda ndio tume magun, tuwapate kule. Times have changed. I can tell you that if they try again, the whole world will descend on a government of William Ruto, which has now been categorized as a pariah. Pariah ni serikali ambayo haiaminiki, haina mipangilio, hata kama wanajipiga kifua na kuita watu wajinga. Nobody will take them seriously. This is revolutionary time. But we are doing it in an orderly manner. That's why we went and saw IBC. Tukakubaliana, we've given them time. Tukakubaliana, we even setting up our own, tutawapatia watu ambao watafanya kazi na wao to make sure those changes. Brother Eugene, those guys are clear. They're Kenyans. Nobody wants to have, at the end of the day, mud on their face. Aonekane yeye ni mjinga. Hata hii police, I think 3/4 are with us. They are Kenyans. Goons are the ones who are on their own. Those are for pay and they are for hire. Goons for hire. That is not a country. Kwa hivyo naomba tu nikamilishe kwa kusema na kuwatakieni wenzangu na watu wa Murang'a, watu wa Mlima, kwamba we are standing together, as Senator Wambua said. It is not a matter of kutapatapa, kuulizana nini. We are very focused, and I want to assure you, even as we speak, if Rigiji was to give you, Fred, the actual opinion polling, which I want him to tell, if he can, the actual opinion polling, ndio William Ruto awache kusema atashinda na 3 million votes, atazitoa wapi? Azitoa wapi? Even the Rift Valley itself, you look at our brothers from Kajiado and from Narok, it is so clear, so overwhelming, that he is saying that in order to divert attention. Lakini sisi hatuta ogopa. Remember the words on the Bible, be very strong. By the way, kuna viongozi wengine waliandamana na party leader wa Wiper Patriotic Front. Watanikula, watanipiga mawe. You know, they can even, naona pale Ndambuki, she's a NEC member. Reham Ndambuki. Muriuki Ndwiga is actually our deputy organizing secretary, kijana very active. Kuna Joyce Wangui anatoka Laikipia. That one was an abductee. She was abducted, and I tell you. And Job Ongera kutoka huko. Job Ongera kutoka upande wa Kasarani in Nairobi. We could have come. And I think as we move now, mutaona maajabu ndugu Rigiji. By June, Ruto atabaki peke yake. Watu hatakuwa na yeye, because if we just continue this show of just camaraderie, kuwa pamoja namna hii, it is what is driving now, bringing Kenyans to the revolutionary moment which is now. May God bless Kenya, may God bless ACK Church. By the way, I have extra information. You know, kama mabishop alidanganywa, alafu Rigiji anasema who is he? I have information after what happened at Witima, William Ruto aliita mabishop. Wakasema kujeni State House. Ndio issue statement according to what Wambua was saying. Mabishop akasema we can come on one condition, hatutaki picha na wewe. So now bishops are running away from William Ruto. So we are together, and they are also together with us. Nobody, imagine kama bishop hataki kupigwa picha na Ruto. Wewe MP mtarajiwa. Wewe senator ambao nataka kuingia bunge. Kama mabishop are running away from William Ruto, wao ndio nataka wanekane 17,000, unalipwa pesa, wearing uniform ya UDA, and yet we know it's an empty shell. May God's name be praised. Amen.
Na tuthiete wega. Tuko na Mheshimiwa Dominic anasimama Madera, pigieni makofi. Mheshimiwa Gedeji Tropical anasimama Madera, pigieni makofi. Tuko na Collins Mwangi anasimama Kandara, pigieni makofi. Tuko na Engineer Mwas anataka kupinga Nyuto kama senator. Hii kijana. Wewe mpambane, mtakutana kwa nomination. Itakuwa free and fair. Tuko na Honorable Geshoke Mugambi, the former MP for Udhaya, ako hapa. Tuko na Dr. Chada anasimama pale Kuria. Let me say just two things ndio tusaidie kanisa alafu tuende kwa mkutano ya hadhara. One, I heard Senator Wambua saying that William Ruto has not commented about the attack on the ACK Witima Church on Sunday. He has not commented and he will not comment because he's the one who organized that attack with Kipchumba Murkomen and DIG Langat. So kama unangojea Ruto aongee hiyo maneno hata ongea, yeye ndiye mwenye kutumana. And that attack was an assassination attempt by government. Na tunashangaa, niliuliza Kanja on his face, wewe ndio mkuu ya polisi. Polisi ndio walipiga kanisa. Unasema tunataka to report. How do you report police to the police? How do you do it? There is a squad, a killer squad called Sierra of 12 people, iko hapo Nairobi, under the regional commander wa Nairobi anaitwa Collins Seda. Ndio walitoka Nairobi, wakakuja hapo Madera, Kamunyaka, wakakula breakfast hapo kwa MP, wakakuja kuua sisi kanisani na kuumiza kina mama. So we are saying, hiyo watu kama mtawashika, mwashike. Kama hamtaki, pia ni sawa. But we have said that enough is enough, and people of Kenya cannot be intimidated anymore. So, Reverend, thank you very much for that message. Imetusaidia. Mimi nataka ni confirm, sisi katika DCP we are committed to the alternative government, as Mheshimiwa Kalonzo has said, na sisi will make whatever sacrifices possible to make sure we have one candidate to face William Ruto. Or we would like to correct. I saw another lady alikuwa amejificha hapa kwangu, akajificha Jubilee akiwa pale Kisii, akisema ya kwamba ati watu ya mlima hawana haja na kiti ya urais. Hatukuwa tumetuma yeye. Martha Karua is a candidate, I am a candidate. So ama mlikuwa mmemtuma? Mlikuwa mmemtuma huyo mama? Alisema huko mlimani hatutaki kiti chochote. Mlikuwa mmemtuma? Sisi tunataka kiti ya rais.
formula favors you, you will get the entire vote from the mountain. Dr. Matiang'i, if this formula favors you, you get the whole vote. The same with my sister, the same with Eugene. Kama itakuwa ni Rigiji nitapata yote. This vote will not be divided. Na hapa kazi tumemaliza. Muende mfanye kazi pale nyingine. Kazi imeisha hapa, haijaisha. There is no thing remaining here. We are just waiting for the day. In fact, our issue is only one, which we shall deal with Mother and JB. Registration of voters inaanza 29th of March. Nataka kuomba wazazi wote, make sure mtoto wako kama amefikisha 18 years, iyo registration inaletwa kwa polling station. Go and register as a voter. Make sure all our children 18 and above, they register as voters. The next thing we shall work with is voter turnout. Kuumira wekare? Kuumira? Duraku? Iyo tu? And we know what to do at the right time. There is a way hapa tuna communicate, tuna mambo yetu hapa, Waziri Matiang'i. There is a way this Kikuyu nation, tunaongeaga usiku. Unajua Nyachai alimwambia Moi, akamwambia hii Wakikuyu nimekuwa PC for 10 years hapa. Wakikubali kitu, wamekubali. Wakikataa, wamekataa. Akamwambia hii Wakikuyu hawafanyage mkutano. Hata kama ukiweka kwa kitanda moja a face that direction na mwingine a face that direction, wasiongee. Wanaongea na vidole ya mguu, wanamaliza maneno yao. Hapo mambo ya hapa tumeongea, tumemaliza. Kado tireketie. Kule ndo mutigaru. There's nothing remaining here. We don't want anybody to waste any time here converting these people to be one term. These people are already one term. The conversation here is only two things. In the Mount Kenya region, the issue of unity is done. The issue that yule mtu yote anataka kutusaidia hapa mlimani, ukuje utusaidie mambo voter registration and voter turnout. That's where we need help. Made and agreed on. Na hii kura itaenda kikapu moja. That's the only thing that has been decided. Gadi kwa tuwete. Ita sisi wa kabila. Tukikupigia kura ulikuwa mkaleji na tukakusamea, ulikuwa umeua watoto wetu kia Mushara na gereji kairetu kanyu murathurire ha na kunyarira kanitha wa Mwathani. Kairetu kau kanengere gatige kuhuthirwo ni Ruto kunyarira kanitha wa Mwathani, kunyarira atongoria ruriri, kunyarira ciana na atimia akihuthirwo ni Ruto. Kaida gakinya nimugakora mwagirwo ni gwika no kanitha twaria muhoere muiritu ucio wanyu na andu amuranga matigakuithio murigo ucio. Andu amuranga ni andu ega, ni kairetu kamwe tu kahetwo mbeca ni Ruto gagathuka mutwe, gakaheo thigari na bomu na michinga na andu niko karagagia ruriri wa Mwathani. Ida ni gawo gikinya na inywe ni gwikwo. Oguo nie njuge hwaini
kirebe ne mogo thikiriria cia mucie tike twarie hwaini ka twarie riu ka twarie hwaini niguo nigetha finally viongozi wetu Dr. We want to thank you Mheshimiwa Seki. In 2007 crafted 41 verses 1 kumaliza watu ya mlima. Mungu akatuonekania, we survived. Siku amenitumua kwa ofisi, he wanted niondoke so that he can once more mobilize 41 verses 1 tubaki peke yetu. Mimi nataka kushukuru hawa viongozi because mlikataa the mountain to be isolated. That is why today tuko hawa na viongozi wa kitaifa wakishikana na watu ya mlima. Juzi tumekuwa pale Narok na mimi nikaenda pale nikaambia wamaa tumeshikana. Narok town Wakikuyu ndio wengi. Nikaambia Wakikuyu hapana, hakuna mtu mtasimamisha. Msimamishe Masai tupigie kura. Akapigiwa kura na Wakikuyu akapita. Tutengeneze urafiki wetu. William Ruto wanted to isolate the mountain lakini Mungu amekataa. The mountain has good friends who are seated here today and we cannot ever be isolated. And we as a community feel very safe. Tunafurahi sana, tunajivunia ya kwamba mumekataa to isolate the people of the mountain the way William Ruto wanted, tubaki peke yetu. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme tumeshukuru na tutasaidiana. Si tutakutana kwa mkutano hapa Getuge. Tuko na Deputy Party Leader Cleo Malala wa DCP hapo wapi? Pigie makofi. Wacha yeye aongee huko. Akiongea hapa ataharibu kanisa. Mambo yake ni kali sana. I cannot give him hapa kanisani. Nitakosana na wahubiri. Wewe utasema kule nje. Reverend, asanti, umesema